utajitambulisha majina yako na utatuambia marehemu Christina alikuwa ni mtu aina gani, hasa wewe ukizingatia Mama Masanja ni mzee wa kanisa. Alikuwa ni mtu aina gani hasa mnapomfuata, mnapokuwa karibu naye, alikuwa ni mtu aina gani? Mama Christina Kasongo alikuwa ni mama wa Injili, mama mwenye kutia moyo watu. Ukienda unajaribu kupa mama, anakutia moyo mpaka unajisikia jaribu linaisha sekunde hiyo hiyo. Mama alikuwa hakubali useme kwamba ninajaribu. Kimwendea mama nakwambia hicho ni kipimo cha imani. Simama imara, Mungu anaipima imani yako kama alivyoipima imani yako. Kama alivyoipima imani ya Yusufu. Kama alivyoipima imani ya Shadraka, Meshaki na Abednego. Kwamba ukisimama katika kumwamini Mungu utang'ara kama dhahabu baada ya kupitia katika tanuru la moto. Na hakika tanuru halitakuteketeza wala maji hayatakugarikisha. Nimetembea na mama katika maombi. Hata kama katika majaribu yangu mimi, mama alimtia moyo sana. Ukiona nimevuka majaribu mengi ni kwa sababu ya huyu mama. Mama alikuwa ni kinara kwenye maombi, si tu ya kanisa la mahali pamoja, lakini pia kitaifa. Kanisa la EAGT taifa kwa wamama alikuwa kinara, ndo alikuwa kiongozi wa maombi. Kanisa la EAGT kanda, mama alikuwa kinara kwenye maombi. Lakini hata katika kanisa la jimbo mama alikuwa anategemewa. Tumeondokewa na mtu muhimu sana. Tunamshukuru mara ya mwisho mama kwenye kikao cha wazee wa kanisa na viongozi wa idara katika kanisa letu la EAGT. Jumapili iliyopita mama alituachia wosia ya kwamba tusiache kumwomba Mungu mpaka usiku wa manane. Maana usiku wa manane ndipo Mungu anapotenda kazi kwa nguvu kubwa sana. Lakini kanisa linalia, kanda wanalia, jimbo wanalia na taifa zima wanalia kuondokewa na mama mahiri huyu. Lakini tukirudi nyuma kwa upande wa Mungu, tunaamini Mungu ameona sasa mama kazi yake yatosha. Taifa liendelee, WWI taifa, WWI kanda, jimbo, hata mahali pamoja. Alichotuachia mama yatupasa tukisimamie, tusilale, tuzidi kukesha, maana hatujui saa wala wakati ambapo Mungu atamtoa mtu wake. Naendelea kuyatafakari mama aliyokuwa akinieleza na kanisa alipokuwa akilieleza. Tusikae kualilia wanadamu, tumlilie Mungu, maana Mungu ndiye pekee anayeweza kutufuta machozi katika maisha yetu na kutuongoza namna ya kuishi maisha matakatifu. Ni kweli kuna watu wanasema utakatifu unapatikana wapi? Neno la Mungu linasema Mungu anawapenda watakatifu waliopo duniani, maana hao ndio anaopendezwa nao. Kwa hiyo yatupasa tuishi maisha matakatifu hapa duniani ili tumuone Mungu akitushika na katika safari yetu hii ya kuelekea mbinguni. Unakumbuka maneno ya mwisho kukuambia wewe kama wewe, alikuambia nini? Aliniambia nianze kuomba naye kanisani. Mama aliniambia, mwanangu Eliza, tuanze maombi ya mimi na wewe. Na kweli kuna kipindi tulikuwa na maombi ya mimi na yeye, tulimuona Mungu sana. Alitujibu mambo makubwa sana. Mama ameniambia mimi kwamba niendelee kuwa mwana maombi, nisimame imara katika maombi. Pole sana Mama Masanja. Mungu akutie nguvu katika kipindi hiki kigumu. Na je, msiba wake au taarifa ya kifo chake ulipata ukiwa wapi? Nilikuwa nyumbani, ndo nimeamka nikapigiwa simu na binti yake Debora akinieleza, mama njoo nyumbani, rafiki yako haongei. Kweli nilikurupuka ile ninavaa. Debora akanipigia tena simu kama dakika 10 tu kwamba mama njoo hospitali, tumeshamuondoa nyumbani, njoo hospitali Mtakatifu Filipo
lakini rafiki yako haongei. Ndipo nilipoanza kwenda pale hospitali ya Mtakatifu Filipo. Nafika pale nilikuta mama tayari haongei. Nilianza kuruka na kulia ovyo ovyo, naruka huku na kule, lakini nikasema hii hainisaidii. Nimtafute nesi mmoja anijiridhishe kwangu, aniambie tatizo la mama ni nini. Maana mama alikuwa kama amelala. Ndio nesi akaniambia, mama yenu kashafariki masaa 4 yaliyopita. Kwa hiyo nyie fanyeni utaratibu, watie moyo hao, maana hawatuelewi. Wanatulazimisha tumwekee oksijeni, lakini mama hana oksijeni. Kwa hiyo nyie fanyeni utaratibu, mpeleke mama mochwari. Ndipo nilipojitia nguvu na kuwabembeleza wale wa mama. Bahati nzuri tulikuwa na mume wangu, akamvuta mkono mtoto wa kiume wa mama ambaye pia alikuwa haamini kama mama ameshafariki. Akamweleza kwamba wewe ni mwanaume, jikaze, mama kashamaliza safari, kwa maelezo ya madaktari na mchungaji. Mume wake na mama, yeye alikuwa hawezi hata kuongea kwa watoto, ila mume wangu ndo akaanza kuatia moyo hasa hao wa kiume kwamba twendeni tumpeleke mama mochwari. Nashukuru Mungu, na mimi wa mama waliokuwa wanaomboleza mle ndani wakiamini mama amepata tu mshtuko kwamba yuko hai, nikawaeleza wazi kwamba mama ameshatuacha, twendeni nyumbani. Ndipo wamama wakawa wamekubali kuja nyumbani. Mimi nikaungana na wababa kupeleka mwili mochwari. Kwa hiyo situation ilikuwa hivyo. Na ratiba ikoje hapa Mama Masanja? Ratiba tunaendelea na ibada kwa leo. Ina maana toka alipofariki mama juzi, ibada zote tumezihamishia hapa, na leo hii tunafanya ibada ya nguvu kama ilivyo kwamba leo ni sikukuu ya Pasaka, kumbukizi la kufufuka la Bwana wetu Yesu Kristo. Tutakuwa na ibada ya nguvu hapa kumtukuza Mungu ambaye yeye ndo aliyetoa na ametwaa kwa wakati uliompendeza. Kwa leo Jumapili tutakuwa na ibada ya nguvu sana, asubuhi hii na jioni, na kesho tutakuwa na ibada ya nguvu sana asubuhi na jioni. Lakini kesho kutwa Jumanne ndo tutakuwa na ibada pale kanisani, na ndipo hapo mama atalazwa, kwa sababu mama ni mwasisi katika lile kanisa. Mama yetu atazikwa Jumapili hapo hapo kanisani. Kwa hiyo mimi nitoe na rai yangu ni kuwaomba wananchi wa Tabora waje waungane nasi katika kumsindikiza mama kwenye safari yake ya mwisho hapa duniani, na Mungu atawazidishia baraka nyingi sana.